Yesu haku exercise tu kubariki, pia Yesu alilaani. Na akasema mtu yeyote ambaye atawakwaza ninyi wadogo, kazi yake ni kwamba anapaswa kufungiwa. Atupwe wapi? Baharini. Tuachane na hiyo ni yangu. Sasa Yesu akawaambia, mtakapoingia kwa hicho kijiji na nimewatuma mimi, na wale watu wakatai kuwapokea, wasijue mimi ndio nimewatuma, na maneno mtakayowaambia wayapuuzilie. Kitakachofuata ni tokeni, na kabla hamujatoka kung'uteni mavumbi, kwa sababu mimi nitapitia huko nikiangalia evidence ya kwamba hapa palipita mtumishi, palipita mwanafunzi wangu, hakupokelewa na maneno yake yakapuuziliwa. Soma. Amin, nawaambia, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Rudia hiyo verse tena. Amin, nawaambia, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu. Rudia tena hiyo. Amin, nawaambia. Yes. Itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Asante. Angalia mbele. Tunaenda kwa kitabu kile ambacho tumesoma story ya Kornelio. Lakini kwa sababu imeunganika hapa, nataka kuweka foundation strong ndani yako. Macho yako huwa yakaya yamefunguliwa. Na ujue kabisa, watumishi wa Bwana na washirika hapa, kuna mambo Mungu atafanya na sisi Sara direct. Kuna mambo Mungu atafanya through watu wengi. Na ndivyo Mungu alivyo. Na ndivyo alivyo. Ambia jirani yako ndivyo alivyo. Hata mimi sijaelewa, ndivyo alivyo. Kuna mambo utaomba hapa, lakini Mungu atafuata protocol. Ni kweli umeomba, lakini hata yaleta direct, maana yeye avunji sheria. Sasa anasema muhakikishe mumekung'uta mavumbi, maana mimi huko nitapita. Nataka ushahidi ubaki hapo ya kwamba kwa hii nyumba palikuwa na mwanafunzi na kupokewa na maneno yake alipuuziliwa. Na huu ndio ushahidi ya kwamba alikuwa kwa hiyo nyumba, vumbi ya viatu yake, na hata wakiifagia haiondoki. Hata wakichukua mopa haiondoki, kwa sababu si vumbi. Angalia jirani yako, mwambie usiogope. Na kusaidia. Unajua tunaishi nyakati ambazo watu wanasema I don't care. Mimi naongea na malaika. Bwana mimi nafunuliwa Bwana. Unajua mimi Mungu tunaongea direct Bwana. Unajua mimi na Mungu twajuana Bwana. Ni kweli. Lakini huyo Mungu lazima atatumia watu, authority, kwa ajili ya maisha yako. Sikia. Yesu akasema amini, anasisitiza verily. Yani anasema sikiza, aminini mimi nawaambia, ni mimi judge. Itakuwa rahisi Sodoma na Gomora kustahimili adhabu siku ya judgment. Juzi nikawa naambia watu, nilikuwa najiuliza swali, hii Sodoma na Gomora itastahimili? Yani Yesu ndiye judge, alafu anasema mimi nitaweza kusikiza mtu anayetoka Sodoma sana, naweza kumusikiza. Nikawa nawaambia mfano mzuri tu wa koti. Yani mtu aliyetoka Sodoma na Gomora atakuwa anaweza kuja koti yangu siku nyingi nikimsikiliza. Mbona hamkutubu mlipotembelewa? Mbona hamkugeuka? Mbona hamkutubu? Nitasikiliza sana mtu anayetoka Sodoma na Gomora
kuliko kusikiza yule ambaye nilituma watu kwa ajili yake, hawakumpokea, maneno ya kusikiwa, alafu kitu ya kutosha kabisa akatoka, na kabla hajatoka akaacha ushahidi. Aliyetoka Sodoma na aliyetoka kwa hiyo nyumba iliyopouzuliwa mwanafunzi, nitasikiliza sana aliyetoka Sodoma nikimuuliza, mbona haukutubu? Ajitetee aende, mwezi ujao aje kotini. Mbona haukutubu? Ajitetee arudi. Nitamsikiza akiendanga akirudi sana. Yule aliyetoka kwa hiyo nyumba ambayo nilituma mwanafunzi, sitamsikiza. Sasa nikawa najiuliza swali, na nikawa naambia watu, nikafanya study na nikaona ya kwamba yule aliyetumwa Sodoma na Gomora si pastor, ni malaika. Tena hao malaika walitumwa Sodoma na Gomora, walipofika pale hata watu wa Sodoma wakawaitisha wawarepu, tutoleeni hao watu. Malaika maneno yao hayakusikizwa Sodoma, na mwanzo karibu kabisa washikwe, na istoshe wakapuziliwa, na maneno yao yakapuziliwa, na ikabidi watoke na waende. Malaika ndiye alitumwa Sodoma na Gomora, lakini Mungu anasema kule malaika alikataliwa. Imagine malaika na mtu anayekula githeri. Yaani mtu anakula githeri, alafu yaani mtu anayekula githeri na malaika ambaye hakuli. Nani mkubwa? Wewe wapendwa, wataka kutembelewa na nani? Saa hii pakija Mungu akuulize, wataka saa hii Pastor Joel aje kwako ama nitume Gabrieli? Utasema utumiwe nani? Gabrieli. Bwana na umtume na Mikaeli wa vita. Bwana na umtume makerubi watatu Bwana. Kulingana na wewe malaika ndio wakubwa, lakini kulingana na Mungu servants, kulingana na Mungu wanafunzi wake ndio wakubwa. Kwa hivyo anasema kule kulienda malaika, huko nitasikiza. Hata ninaweza kuwapatia nafasi nikiwaambia basi jiteteeni. Unajua wale malaika Bwana, unajua walikuja kweli, lakini Bwana sisi hatukutubu, ni sawa. Lakini kule kulienda mwanafunzi tu, mwanafunzi mtu ambaye hata wanamjua, anatoka ule mtawa Kazonzo, hata shati yake hii haijapigwa pasi vizuri. Hiyo mstari nimewafundisha karibu 3 weeks. Mwenye sikio. Lakini pamoja na hiyo leadership, alikuwa mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu, japo alikuwa mtaifa. Wokovu ulikuwa hujafika kwao na ulikuwa ni wa Wayahudi. Lakini mtu huyu hata kama wokovu ni wa Wayahudi, kuna kitu tofauti ilikuwa ndani yake. Alikuwa anapenda Mungu na kuomba na kufunga na kutoa hata sadaka. Sasa siku moja malaika wa Mungu akatumwa na Mungu wa mbinguni. Akaenda kwa Kornelio na akamwambia maneno haya. Kornelio, mtu wa Mungu, maombi yako huko nimetumwa nije nikwambie yamefika. Na mimi niliposoma hiyo nikamwambia Mungu nisaidie. Kumbe hata unapoomba hapo wewe ufikiri hauombi. Kumbe yale maombi mbele za Mungu yanaenda kama ukumbusho. Kumbe zile zaka na sadaka tunatoa, hata masaidiano tunatoa, kumbe yanamfikia Mungu jamani. Wewe unafikiria tu umesaidia mtu, unafikiria tu umetoa tu zaka hakuna anayeona, kumbe mbele za Mungu ni ukumbusho. Angalia, Mungu anatumana, zimefika mbinguni kama ukumbusho. Na Mungu anaangalia zimetoka wapi. Kwa Kornelio. Kornelio, unanipenda lakini kuna kitu haujui. Mungu akaja akatuma malaika akamwambia aenda kwa Kornelio, amwambie maombi imesikika, ibada zake zimefika. Lakini sasa majibu ya maombi anayoomba hayako mbinguni. Akamwambia tuma mtu aende Yafa, na asiende kila mahali. Petro yuko Yafa tu, si kila mtu ametumwa na Mungu kwa ajili yako. Si kila mtu ana ujumbe wako. Si kila mtu akuwekea mikono kama nimefunuliwa nje hapa nikuwekelea mikono mwambia ngoja kidogo. Usije ukienda kila nyumba sema ni sawa. Pastor alisema lazima tu ni sawa. Wekelea mkono hapa. Waja kuwa mganga. Ukija kushtuka unatuambia vitu hapa. Mungu ananiambia nivae shati ya blue kuanzia leo.
Mungu ananiambia niwekee watu mikono wote. Niliombea dada mwingine hapa, nikamuuliza, hudumani kanisani huko mlikuwa unafanya nini? Akaniambia pasa alikuwa ananitumia, tukianza kuomba mimi nasikia tu ananirushia roho. Kuna zile roho za chukua. Alafu anaanza akipata Onesi amesimama anambandika. Akianguka wanaanguka naye. Alikuwa dada huyo. Akifunga macho, wewe umefunga macho hivi unaomba, wafanya mkono umebandikwa mkono. Na unajua huko ana habari, ukijitetea umeenda chini. Anatoka. Pasa naye uko na anaachilia. Imagine tukiwa na kitu kama hiyo alafu wafunuliwa watu 6. Watu 6 sasa, David wafunuliwa, Flora wafunuliwa, upande huu 3 wanaendelea, upande huu 4. Kitambo nishtuke mtakuwa mmeenda barabarani mkifukuzana. Wao wanafanya Roho Mtakatifu walete na huku. Ushisikia mtu anakuwa mimi usikizanga vitu vinasemwa mpaka nikasema hiyo ni ulimwengu gani hii, ujinga iko upate gani? Bwana asifiwe sana. Kama mtu anafunuliwa na Roho amemwambia na achukue maji aje amwagie pastor maji, kwa sababu pastor ana pepo. Pastor akiwa anaendelea kuomba baba anashanga na haezi uliza, maana Roho amesema amwagiwe. Aje amwagie Sara. Bwana asifiwe. Hai, tunaishi nyakati drama. Wapendwa, avoid drama. Mungu akusaidie. Okay. Mungu akaambia Kornelio, tuma watu waende Yafa. Uko Yafa kuna mtumishi anaitwa Simoni. Na Simoni yuko kwa nyumba ya mtu mmoja aitwaye Simoni, mtengenezaji ngozi. Simoni aitwaye Peter, mpaka Mungu anaeleza Simoni aitwaye Peter yuko katika nyumba ya mtu mmoja aitwaye Simoni, kando ya sijui ni bahari ama ni wapi. Na huyo ndiye atakwambia maneno yote unapaswa kufanya. Juzi nikawa ninauliza watu, mbona utembelewe na malaika aliye na mung'ao? Malaika anaeng'aa, anayetoka direct kwa Baba. Na kile Mungu anataka ukijue anacho. Mbona achokeshe? Tena anamwambia ita watu, si uende wewe. Mungu ni wa mipango. Anamwambia ita watu, watume waende kwa Simoni wamuite. Na baada ya malaika kuondoka, Kornelio akaita wale watu 2, 3 na akawatuma wakaenda. Na kabla hawajafika, Mungu akahakikisha Peter ni Myahudi na maneno haya hataamini. Nataka uone vile Mungu na mipango. Yaani Mungu anakimbia kabla hawajafika aende akawa introduce, maana Mungu achanganyikiwi. Mungu ametuma malaika hapa na akasema hata kama nimetuma malaika naenda huko kwa Peter. Yaani mbona Mungu unachoka? Mbona uchoke watu waende siku ya kwanza wanatembea? Mbona uchoke ukienda kwa Peter na ujumbe unao si umpatie? God is God of authority. Mungu ni wa kuogopewa. Naona vile Mungu amepanga mambo. Kabla hajafika, Mungu analetea vision. Peter anaona wanyama, kitambaa kubwa imejaa wadudu watambao, warukao, watembeao, wanashukishwa. Akiwa anasisi njaa. Akasema hapana. Tena Mungu akamwambia Peter, simama, ua, kula. Vision. Akamwambia hapana. Sijawahi, mimi ni Myahudi, siwezi kula vitu najisi. Mungu akamwambia hapana. Kile kimeshuka kutoka kwangu, hata kama kilikuwa najisi, kisha atakaswa. Peter, wewe unadhubutu vipi kusema kile kimetoka kwa mikono yangu? Akijatoka mwituni, hata kama kilikuwa ni cha mwituni, kimepitia kwa mikono yangu, kimetakaswa. Kama kimeshuka kutoka mbinguni, ni kitakatifu kuliko wewe. Ni kweli ni mnyama ambao unamjua ni najisi, lakini ameshuka kutoka wapi? Mbinguni. Na kama ameshuka kutoka mbinguni kwa nani? Mungu mtakatifu.
Na Mungu hawezi kukwambia uamke ule kitu kichafu. Peter akasema ai, hiyo kitambaa kikapanda, kikashuka tena. Mungu akafanya hivyo mara 3. Mara ya 3 ikapotea. Peter akarudi kwa hali ya kawaida. Akasema hii ni nini? Hii ni nini? Na watu walikuwa wanapika kule chini. Maana alikuwa anasikia njaa, ni mchana. Hii ni nini? Anawaza. Hii ni nini naona? Akiwa anaendelea kuwaza, kule chini kukabishwa. Alikuwa kwa orofa juu kukabishwa. Na saa hiyo anaendelea kuwaza, Roho wa Mungu akamwambia Peter, kuna watu wanakutafuta. Wafikiri Roho aliongea na microphone, Peter, ushawishi tu wa rohoni. Shuka chini. Watafuta kule chini. Peter akashuka. Akifika kwenye mlango akapata watu 3. Peter akawaambia, mnayemtafuta ni mimi. Alafu akawauliza, mbona mnanitafuta? Na unajua Mungu tayari ashamuonyesha vision ambao bado Mungu hajamuelezea. Yaani Mungu pia hiyo hajamuelezea. Ameona vitu najisi akule, amuke, achinje hale. Anashangaa hata si kula, hata sijaelewa. Tena watu 3 ndio hawa. Kumbe tafsiri ya ile vision imegonga mlangoni. Hao watu 3 ndio wamebeba tafsiri ya ndoto yako. Sikuelezi tafsiri, hao watu 3 ndio wamebeba tafsiri ya ndoto yako. Akawauliza, mbona mumenijia? Wakamwambia, kwa sababu Kornelio. Ona vile wanamueleza vizuri. Ni watumishi wa Kornelio na wanamtambulisha vizuri. Kornelio, mchaji Mungu, mtu anayemuofu Mungu. Unaona vile wanampa mpaka picha akasema, okay, kunaweza kuwa na mtaifa anayemcha Mungu. Yaani ukiona Biblia vile wanamueleza vizuri mpaka unasikia yes. Nikujuzi nikawa ninaambia watu, mara nyingine wale watu wanaokutambulisha kwa watu wanafaa sana. Kuna waweza tambulishwa vibaya mpaka ukakosa kupokelewa. Watoka kanisa gani? Ile kanisa yule. Kanisa Pastor Sara. Yule mama wasema yule mama yule. Yule mama mwenye kimbelembele sana. Imagine ni mshirika wangu huyo. Yule pasa wetu. Yule pasa yule. Yule pasa tu kimbelembele. Anapenda kupita hapa na marinda yake hapa. Hata si kitambo utamuona tu hapa akipita. Nikuulize, hata kama niko na anointing, nikifika hapo nitapokelewa? Nani ameniharibia? Wale watu nimetuma. Ndiposa siku zote ukitoka hapa, ndiposa huwa ninakwambia, mahali pote unaenda unawakilisha hii kanisa. Kitu ya kwanza hakikisha una adabu. Usiseme hata kama ni ofisini, hata kama hakikisha una adabu. Maana kando na kwamba unafanya kazi pale, unatambulisha hii nyumba. Hakikisha basi hata kama ni sokoni hujavaa jidera la kukatika. Hata kama ni sokoni hakikisha mtu anaweza unatoka kanisani wapi? NGC. Yaani wakikuangalia vile ulivyo uko msafi, uko presentable. Maneno unayoyaongea, yaani mtu vile unavyoongea mpaka inawakilisha hii ministry vizuri. Ni kama mama ametokea kwenye kila siku yeye ana nguo nzuri, lakini maana anataka kuaibisha bwanake, anavaanga tu maleso yamepasuka. Hata kabla watu wajaona bwanake washamuona tayari yule bwana asiyetunza bibi yule. Yule wasema yule bibi wana ile leso kutapasuka bwanake si ndio huyu hapa. Ndiposa huwa ninawaambia siku zote hakikisha. Ona hata Kornelio alituma watu 2 watumishi na mmoja aliyekuwa security wake mwenyewe. Security aliyekuwa aondoki nyuma yake. Siku hiyo aliondoka akamtuma. Maana alijua hata hao wakikaa watumishi huyu anakaa jeshi, anapokeleka. Vile alivyo hawezi puuziliwa. Yaani anakaa kiserikali. Anakaa si mtu fogodhari, si mtu wa kupuuziliwa. Unajua mtu mwingine akasema mara nyingine udress vile unataka kuwa addressed. Wezi ambia watu niheshimuni sana. Usituambie tukuheshimu, kaa kuheshimika.
Na kitu moja nilijua, appearance yako ya kwanza ya mata, hiyo ndio picha haitaondoka kwa watu. Hata siku utavaa vizuri utasikia yule mama nani amumkumbuki yule alikuwa amevaa ile nini ya kupasuka siku ile. Yaani ile muonekano wako wa kwanza ndio unabaki kwa akili zao. Hata siku ukidunga suti ya 18,000, story ni ile yule. Si yule nani yule mara kwanza tukutana naye hapa na wewe. Ile kiatu yake ikapasuka hapa hata kaenda kushonewa pale. Huwezi jitoa hapa. Mwambie jirani yako usikwazike nawe. Praise the Lord. Najua mahubiri ni ya rohoni na ya mwilini, kote kote tunaenda. Bwana asifiwe sana. Sikiza, wanamtambulisha vizuri. Alafu maandiko yanasema akawakaribisha, wakakaa hapo, na hata hapo si kwake. Siku ya pili, mstari wa 24, siku ya pili yake wakaingia Kaisaria, na Kornelio alikuwa akiwangojea, amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amulaki, akamwangukia miguu, akamsujudia. Nataka uone hii picha. Kitu ya kwanza ujue, Mungu vile amepanga haya mambo. Ameongea na Kornelio, na Mungu huyu ana hiyo ripoti kabisa. Lakini Mungu, imagine juzi niliwaambia, mtu anaweza kuwa na experience na Mungu, ushukiwa, ana vision, ni mtu ana roho, ana lugha zote za malaika, lakini kuna mahali pa mwanadamu kumfundisha. Ndiposa wale watu utembelewa sana na roho na hawana mafundisho, ndio wanakuanga waganga. Waganga wameshika Biblia lakini ni waganga. Anaomba anasema naona kweli ameona, lakini mtu huyu kuona kwake ana foundation ya word. Anahitaji mtu aje amwelezee yapasayo kujua. Ana experience ya malaika, lakini anahitaji pita, na si kila mtu. Anahitaji mtu aje amkelishe, amfundishi protocol za kazi ya Mungu. Angalia, Peter ameingia, anaingia Kaisaria, na ujue Peter alipokuwa anatoka Yafa, watu wa Yafa baadhi wakamfuata. Nataka ujue Peter anaambiwa na Mungu, usiogope kuwafuata, usiogope kuwafuata. Alafu Mungu anamwambia, watu watatu mimi ndio nimewatuma. Yaani Kornelio ndiye aliwaita, akawaeleza vile ametembelewa na malaika. Hawakuona malaika, hawakusikia Mungu wao, lakini Kornelio amewatuma, na Mungu anaenda kuambia Peter eti Mungu ndiye ametuma hawa watatu. Umewatuma saa ngapi? Hata Kornelio ndiye amekuwa na experience na wewe, ndiye mumeonana. Hawa wameitwa na Kornelio, akawaelezea vile mumekutana, wao wametii mwito wa Kornelio. Kumbe hawa watu watatu nao hawakujua kwamba ni Mungu amewatuma. Mungu anasema hawa watu watatu mimi Mungu ndio nimewatuma. Nikawa nauliza, lakini hawa watu watatu wanajua Mungu ndiye amewatuma? Walijua kwamba ni Mungu amewatuma? Wao waliona nani? Kornelio. Kornelio alikuwa ameona nani? Mungu. Kwa hivyo ukikutana na mtu aliona Mungu, hata kama hujawahi ona Mungu, utaona Mungu. Wewe unajua watu wengi hawajakuwa wachawi kwa sababu walienda kuchukua uchawi, wamekaa na mchawi. Hauhitaji kununua uchawi, wahitaji kukaa na mchawi, ukae kwa hiyo environment, mpige story na yeye, muendelee kukaa pale, anakuambukiza. Watu wataanza kukuona usiku na anga na hujawahi nunua uchawi. Wahitaji tu kukaa na mtu anayeongea na Mungu, anayemsikia Mungu, uone Mungu. Wahitaji kukaa na mtu mwenye mapepo, aliye na uwezo kukuliko. Mchawi si kitambo, hata wewe
utaanza kuwa mchawi. Mnapumua? Muulize jirani yako, uko hapa kweli? Bwana asifiwe sana. Kitu kilichonishangaza ni kwamba Petro alipokuwa akiingia Kornelio akatoka kumlaki. Tena akamwangukia miguuni, tena akamsujudia. Nataka uone hii picha. Peter hata ajua ameitwa nini, ndio anaingia Kaisaria. Kornelio ameita umati, unamngoja. Mtu huyu hawajawahi kutana, na mwanzo hakuwa anajua ndio atakuja ama atakuja, lakini alikuwa na hakika kabisa mpaka ameita watu wamengojea Peter. Alafu akida huyu kikosi, mtu mwanajeshi huyu mkubwa aliye na watu chini 100 anawaongoza, na wengine walikuwa hapo, na watumishi 3 aliowatuma walikuwa hapo, lakini anakimbia, anaenda kwa miguu ya Peter, anaanguka na anasujudu. Sisi hatuwezi fanya kitu kama hiyo. Tunaambiwa tunaabudu watu. Kornelio alipaswa kufanya hivyo ili Peter aone ile sifa aliyosikia kwamba huyu mtu anamcha Mungu ni ya kweli. Ilibidi avunje tambiko, ilibidi afanye kitu kisichofanywa, ili ile sifa ilionenwa kwamba ni mchaji Mungu, hana hofu ya Mungu, anaheshimu Mungu. Peter angejua Kornelio ndio gani alipoona hiyo kitendo, akasema ile sifa nimesikia ni kweli. Alafu kuna kitu moja hapa ambacho isikupumbaze. Sikia vile Peter anamwambia, lakini Petro akamuinua akasema simama. Hakumwambia simama usifanye hivyo, anamwambia simama, mimi nami ni mwanadamu. Sikiliza, hapo ndipo udanganyifu uko. Mtu unaweza enda kwa mtu wa Mungu akwambie sina kitu ya kukupatia, ukiwa mjinga utaenda, lakini ako nacho. Mtu aliyetumwa kwako na Mungu anaweza kaa hajatumwa mpaka uboeke uende. Mbona kama yeye ni mwanadamu kama yeye, mbona Mungu atumane kwake? Peter, wewe wataka kunidanganya wewe? Peter, wataka kuniambia mwanadamu kama mimi aje? Kama uko kama mimi, mbona mbingu ziseme nikutumane? Yaani huyu anamuonyesha hakuna, mimi ni mtu kama wewe. Hata kama ni mimi ningesema yeye hata hivi hapo. Hata sijui kwa nini ujinga huu nikaufanya mimi. Lakini Kornelio anamwangalia na macho ya roho, anamwambia si Kornelio, kama wewe ni mtu kama mimi, mbona malaika aje kwangu aliye na mng'ao? Na mbona mpaka nitume watu waende siku ngapi wakakutafute? Mbona mbingu zimekutambua? Mbona mbingu zimekudhamini? Unaniambiaje Peter wewe kwamba wewe ni mtu kama mimi? Nakwambia waweza kwenda kwa mtu aliyetumwa na Mungu kwako na akayana kitu ya kukupatia. Hata wewe mwanzo ndio unastahili kumpa. Ambivyo unavyoniona hapa, hata nimelala na njaa. Nasema ona. Hawa wanaosema ni watumishi wa Mungu na vile walivyo. Na unaenda. Lakini ana kile unacho. Ana kile unataka. Ana kile unataka. Alimwambia mimi ni mtu, mimi ni mwanadamu kama wewe. Kama ni mimi ningesema hata hivyo. Unakunywa soda gani mtumishi? Kama wewe ni mtu kama mimi, Peter, wewe wanidanganya mimi nikose muujiza wangu. Wewe ni mtu kama mimi. Mbingu zimekudhamini mpaka zimeniambia nitafute watu waje kwako, una mambo napaswa kuyajua. Yaani wewe ni kama mimi aje? Siwezi kubali. Na ndio ujue Peter si kama yeye Kornelio. Wakati Peter anaongea na watu, roho wa Mungu akashuka. Na nikwambie Kornelio alikuwa anaongea na watu, lakini roho hakushuka.
Ni kama anamwambia Peter, sasa niambie, ulikuwa unaniambia mimi ni kama wewe. Mimi ni kama wewe vipi? Na huyo roho atakushuka kabisa. Mimi niliongea kutoka asubuhi mpaka mchana na hakushuka. Lakini Peter aliposhuka, alipoongea, roho wa Mungu akajua protocol imepangika. God is God of order. Najua unaomba, najua unatoa zaka, najua unatoa mafungu, najua unatoa dhabihu, najua wewe laini yako. Unajua kuna watu wana laini za direct. Nilikuwa nasikia kuna mama moja alikuja hapa kanisani, ni wale watu wa laini, wa kushikishwa laini. Na laini ikishuka anasikia Mupisheni, maana laini ni ya direct. Sasa alikuja kanisani akashikwa na laini, akaangalia mahali anashikiwa na laini, akaona watu wako soba, watu hata wale walio na laini pia nao wako jala mazanta lizena maya na muzai lekana maya vosika. Anazunguka anafanya vituko, akashikwa na hiyo laini, akashikwa laini. Ile sijui laini ibuja katikia wapi. Nikaja kumwangalia nikaona sasa laini iko sawa. Naye amekuwa kama mwana wa NGC. Hata laini ikishuka na kwamba huyu amejielewa. Jielewa. Wakati Elijah, Mungu anamwambia, nimeagiza, nimecommand huko. Kile unataka hapa, Elijah. Huko nimetuma nimecommand. Mimi nishafika huko. Nimecommand mwanamke. Tena mujane. Tena maskini. Huyo huko ndiko watakokula kila siku huko. Usiende palace, siko palace mimi. Na sijatumana kule. Huko kwa mwanamke Msarepta. Huko nimetumana. Mungu. Hata ungeenda kule ninaweza kula asubuhi mayai. Mungu mahali inaweza kutengenezwa tu mayai omelette kidogo tuchanganywe na kamukate. Yaani Mungu ananituma kwa mwanamke, tena mwanamke Msarepta. Hata watu watanionaje? Mimi ni mwanaume, nimetumwa kwa mwanamke, tena mjane. Sisi tambua nimemweka. Saa hii jaribu kutumwa hivyo. Uone kama utakalo na mashoka. Na kitu ya kushangaza ni wakati Elijah alifika kule, Mungu amesema amecommand, hakukai kama kumekomandiwa. Anafika na anauliza mama, nisaidia angaa maji. Ripoti ya kwanza akakimbia akaleta. Alafu akamwambia tengeneza kamkate. Mtumishi, umetokea wapi baba? Yaani kusema ulo, hata kama ni wewe ungevunjika moyo. Ungeuliza Mungu kama ulikuwa umekomandi huku, si ningepata tayari amepika kwa kamkate amekaeka, ndio ningepata ushahidi ya kwamba umecommand. Yaani mtu ndiye ametumwa. Mungu alinipatia ufunuo akaniambia wale watu ambao wamekuwa commanded na mbingu, mpaka wewe pastor wa command. Yes. Kuna watu wameamurishwa na Mungu wakubariki na wakuombee, lakini mpaka uwasukume. Nakwambia sina kitu, naambia tamka jambo. Lakini wakikwambia hakuna kitu, nasema sawa, Mungu akujalie sana. Sawa. Angalia, Mungu akanizungumzia akaniambia hata kama wamekomandiwa na mbingu, mpaka wewe komandi. Maneno yako ni ya muhimu. Akamwambia Elijah, akamwambia mama, enda utengeneze na musionje, leta huko.
Mbingu zimecommand, na wewe pastor, hata wakati Mungu atatuma watu waje wakusupport kipesa mpaka utoe project. Niliambia watu wanachangia Sunday school, wakang'avia, walitoa wakutoa. Mbingu ishawaongelesha na pesa ushona mama vile ananyonyesha, amefika mchana wote hajanyonyesha vile matiti yake yanakashi. Yaani anataka tu kugusa hivi. Hivyo ndivyo Mungu ameweka. Wengine wamechukua tuloni, wengine ndio wanataka kwenda kununua madresi, wengine ndio pesa inangojea kuja. Sasa Mungu ameniambia nishawa command waitishe. Alafu nakuja nawaambia sasa tunanunua generator ya 100,000. Pastor unajua ashikanishi kabisa. Mungu ashaona loni zinakuja. Mungu ashaona pesa inakuja. Yaani Mungu ananiambia sasa lazima wa command. Hata na utajua wamekomandiwa, ukiwa command ile obedience itakuwa ni hapa na hapa. Maana japo wamekomandiwa lakini wana nkangu haka. Ile mama anasema nkangu mimi na mwanangu tule tena tufe kabla hamuja kufa. Pesa unasema nini? Kama mshahara ni kadogo, pesa hata watoto hawajasoma, pesa ni kanatosha. Mungu akaniambia waambie. Nakuja nasimama na sauti authority. Sasa watumishi wa Bwana, na hivi ndivyo tunatoa 100,000. Watu wanakasiwa kitoka hiyo ibada. Na wafikiri hata kuja Jumapili. Atakuja amekasirika lakini mimi najioneanga mama amekasirika. Lakini atapita kanisa zote utamuona tumepona. Atatoa amekasirika. Niandike 1,000 hapo. Niandike 2,000. Na ataleta kwa sababu Mungu ndiye amemcommand. Maana hata kama amekomandiwa lazima akomandiwe mara ya pili. Na neno